inatuua wanaume psychologically, kwa sababu ukiangalia Ulaya ni nchi ambazo zinaongoza kuwa na msongo wa mawazo kwa ajili ya kukosa pesa. Wanaume wanapata msongo sana wa mawazo baada ya feminism kuingia, na tumeona rate kubwa sana msongo wa mawazo. Ukiingia kwa statistics, ni watu wangapi wanapata msongo wa mawazo? Ndio maana watu wengine wanajiunga Freemason na sehemu zingine kwa ajili ya kupata pesa kuhudumia familia zao. Kwa hiyo tumekuja kuangalia kwamba feminism matokeo yake sio mazuri, japo ilikuwa feminism ni nzuri kama tu tusingefikia kizazi hichi. Asanteni. Okay, asante sana kwa mawazo mazuri, ila naona muda wetu tuliopanga umeisha. Kwa hiyo ningependa kutoa suggestion kama tupige kura, kama kuna wanaotaka tuendelee watume emoji hapo, na kama wataka tumalizie hapo hapo tume hapo emoji nijue. Okay. Okay, asante, majibu mazuri. Basi tunaweza tukaextend muda kidogo. Naomba aingie dada Rachel, maana amekaa muda mrefu, then Grace kwa sababu umeniambia umekumbuka tayari kitu ulichotaka kusema. Alafu Salum, then Brian. Okay. Rachel unaweza kaingia. Asante. Kwanza nimeraise mkono, nilikuwa sijui cha kusema. Ila asante. Grace. Asante, majibu mazuri. Basi tunaweza tukaextend muda kidogo. Naomba aingie dada Rachel, maana amekaa muda mrefu, then Grace kwa sababu umeniambia umekumbuka tayari kitu ulichotaka kusema. Alafu Salum, then Brian. Okay. Rachel unaweza kaingia. Asante. Kwanza nimeraise mkono, nilikuwa sijui cha kusema. Ila asante. Grace. Okay. Grace, unaweza kaingia. Okay. Nilichokuwa nataka kusema ni kwamba I think at one point or another men are using feminism kama namna ya kukimbia majukumu yao. It feels so good for a man to provide for a woman. I mean, like, it gives chills, jamani. Ukiwa spoiled by your man, it's so nice. Na kwa sababu wanaume wengi sasa hivi wanakimbia majukumu yao, they stand with the fact kwamba wewe unalipwa. Yes, I'm being paid, but I'll feel so nice if you pay for my transport. Yani nita feel very good. It's not kwamba ni lazima ufanye hivyo, lakini it's just giving it. Kwa I think men should stop using hiyo kwamba hayana support kitu inaingia mzini ile kubaki hiyo kwamba developmental au destructive. Familia ndio bado upo nini? Feminism imeleta a lot of things. Kuna a lot of rape, kulikuwa kuna a lot of discrimination with women. Kuna nchi ambayo a woman is supposed to kidole, like you cover everything, you should be invisible, ambayo imeaffect. Kuna nchi ambazo mtoto mdogo sio miaka 6, sio miaka 9 is going to be married. Hiyo ilikuwa ni so bad, na tunaona a change, tunaona the way women are doing a lot of things, tunaona the way vitu vingine ambavyo vinagunduliwa na wanawake, means kama wanawake wasingepewa nafasi visingekuwepo. It's bringing development. Visiingize kwenye mambo ya familia, na men should not use it as an excuse for not being the best dad and the best husband kwenye their families. Swala la provision liendelee kubaki kama family decision, otherwise mwanaume mwenyewe ajisikie, na ni vizuri ili wewe masculine provide. Kuna msemo mmoja hivi wanasemaga kwamba a woman is always a woman hata kama akienda vitani. I mean, like, I can be a CEO, I can have a lot of things, lakini kuna ile support ambayo nikiipata kutoka kwa mwanaume, I feel nurtured, I feel like a baby. Na nikimwangalia mwanaume nao naangalia kweli niangalia masculinity. Si nimeeleweka hapo? Sababu heshima ya mwanaume haiji tu kwa namna anavyokupatia si hela au kwa namna anavyokununulia vitu. Heshima ya mwanaume inakuja kwa namna nyingi. Lakini sasa hivi wanaume kila kona. Kwani wewe si mnataka 50-50? 50-50 hadi kwenye emotional support. It's not okay. Ivo. Thank you.
Okay, shukrani sana Grace. Kaka Salum, unaweza ukaingia. Argument ya Grace kidogo ilikuwa ndefu mpaka nimesahau nini nilichokuwa nataka kusema, lakini nilikuwa nataka kumjibu Gideon. Kama sijakosea alikuwa nimesahau, like argument ya Grace ilikuwa ndefu sana. Hebu naomba kidogo aende na fatiafu, nikikumbuka nitakwambia. Okay, Brian Pasco, unaweza ukaingia. Shukrani sana. Mimi nimekuja hapa nahisi kama nimekuja kumjibu Gideon. Gideon alikuja kuniambia kuhusiana na kwamba wanawake hii feminism wamekuja kudai kama haki sawa kwenye kazi. Akasema kuna wanawake wanakuwa employed alafu pia hawa provide support. Umeona hii kind of notion inayokuja, hii ndio kind of notion ambayo ililetwa ili rise kipindi tu inapoanza feminism, kwamba mara ya kwanza naweza kusema hiyo ni kitu ambacho ni very common na inajulikana kwamba kwenye makazi wanawake walikuwa very downgraded, kitu kama hivyo. Ila walivyoanza kupewa opportunity kufanya hivi, haki zao kwanza kuwa zina rise, movement zao, kila mtu yani unaona ni wanaume ndio wanaokuja kuja na hii movement kubwa sana. Sawa, umepata kazi, what you bring to the table, sio nini. Mimi bado hii ndio 50-50 ambayo ina rise, ambayo wanayo rise ni wanaume sana sana. We as any ni nature na ni normal na ndio ninavyotakiwa kwa mwanaume kuwa provider. Kwa hiyo ameajiriwa ha provide kitu sio nyumbani, au ana provide all chumvi, wewe ndio unaolipa ada, yule man ndio inavyotakiwa ile hivi kwangu mimi. Na ndio inavyotakiwa. Feminism haikuleta kuja kuharibu hiki kitu hapa kwamba kwa sababu tu kaajiriwa basi usio mwanaume. Hapana. Ila hiyo sasa ndio inaenda sickness to the society. Unaanza kitu kama hivyo. Afu pia hapa Grace kuna kitu aliongelea kuhusiana na raping. Nikakumbuka mwanzoni hapa pia Gideon aliongelea kwamba kuna mwanamke alishtaki kuhusiana na Dan Elvis na nini. Unajua kawaida hata kina mahakamani kuna kesi inaitwa sexual assault. Hii ipo kwenye category ya raping, sawa? Kwa kawaida huwezi ukasema mwanamke aidha kaenda mahakamani akasema hivi nilibakwa labda na mwanaume mmoja. Hakuna mwanamke anayebakwa na mwanaume mmoja hata siku moja. Wewe huwezi kutumia mikono miwili kumziba miguu, kumziba sijui asipige kelele sijui nini. Pale hakumrape, ila alitumia sexual assault, lakini ipo kwenye category ya raping mule. Na as sexual assault lazima uwe ufungwe, uweke kwenye yani msemaje? Nataka nikwambiaje? Ile ilikuwa ni sexual assault kwamba alinyanyaswa kijinsia na yule Dan Elvis ni ametoka kwa sababu tu hakuwa na vithibitisho vilivyokuja kuambatanisha, lakini ni normal, ilikuwa ni the club, mtu mwanaume ambaye ni kama unavyojua ni famous, ni star, kaenda kwanza kumshikashika mwanamke. Sawa, wewe unadhani hiyo power ya kwanza kufikia na hicho kitu alianza kuitolea wapi? Umeona? Ndio kuna vitu kama hivyo unapoongelea. Ila hujaisikia kwamba superstar wa kike wakifanya vitu kama hivyo, kwa wakienda kwenye sehemu kukutana na mafans wao wa kiume. Ila unakutana sana ni hao superstar wanaume. Ingaje ametoka, ila ni vile tu hakukuwa na vithibitisho, kwa sababu unajua ni umefika tu umeanza kumshikashika mtu. Kwa hiyo inawezekana hakuwa na mtu wa kwanza tu hapo kurekodi kuambatanisha ushahidi na vitu kama hivyo. Lakini ndio hivi tunavyoongelea, feminism inakuja kuzuia vitu kama hivi visitokee. Ndio wenzangu ndio hilo. Shukrani. Okay, asante kaka Brian. Grace, kama na maoni unaweza kaingia. Nimebakiza nimenyosha mkono, but I really don't have anything to say. Ila nimekutana na hii comment hapa ya Gideoni kuhusiana na msongo wa mawazo. Sasa hii issue is something else, ambayo it's another effect of feminism. Kana kwamba wanawake tumepata power tukasahau kwamba men feel too. On my side, mimi nikiwa kwenye side yangu, I would want my husband or a person ambaye niko naye kwenye relationship
anishirikishe mambo ambayo yanamtia wakati mgumu. Lakini nyie wanaume, nyie wenyewe mnakuwa barrier, especially when it come to you're scared to share the things ambazo mna go through, kwa sababu mnaogopa sijui ndo itakunyima huo masculinity, sijui ndo utaonekana weak. For example, unakuta your boyfriend anaumwa au ana undergo something else, au your husband, tuzungumzie husband maana ndo a strong point, achana na maboyfriend. Your husband ana go through a lot and hawezi kucommunicate na wewe kwa sababu eti anaogopa sijui ataonekana weak. Nyie wenyewe tu mnaumwaga, unakuta mtu yuko darasani is sick, lakini anakuambia I can't go to the hospital because nitaonekanaje. That's a problem ambayo iko kwa wanaume nyewe wenyewe. Kama tulivyozungumza tu kuanzia mwanzo kwamba hii ni mambo ya decision, na wewe umemchagua mtu aina gani. Huyo mtu amepokea thought gani from feminism, huyo mtu ametoka from culture gani hapo nyuma, huyo mtu ana family history gani, ndio itakavyo kusaidia wewe kufa na msongo wa mawazo au kutokufa na msongo wa mawazo. Ukiachana na upendo wa mwanaume, nyie wanaume ndio mna shida. You have to change your perspective kwamba kuwa na matatizo it's not a weakness. Kuwa na shida sio kwamba ndo masculinity yako imekuwa ripped away. Being able to talk about what you're going through, it's a way of helping yourself, na it's a way ambayo itatusaidia kupunguza hizi suicides ambazo zinakuwa caused na depression, na ambayo tumesoma hata darasani iko a lot kwa upande wa wanaume. Thank you. Okay, shukran sana Grace. Kaka Gideon, unaweza kaingia. Mimi umesema vizuri Grace. Hicho kitu ukisema vizuri sana. Ni kweli, msongo wa mawazo ni kama nilivyoandika, tunapata msongo wa mawazo. Sasa na msongo wa mawazo huu, nyie boys mnatambua kuwa feminism ndio imetusababishia haya yote. Ni vile tu kwamba boys wengine wanataka kukubali kuwa feminism imepelekea msongo wa mawazo. Wapo ambao wanataka kukubali, ila pia boys ambao wanajua wanafahamu, na ndio maana Ulaya watu wanapata msongo wa mawazo sana. Ila katika kitu ninachotaka kukizungumza, nataka nimjibu Brian. Anasema kwamba lazima mtu akiwa anakutwa na hatia, lazima the victim lazima afungwe. Ila nimtaka nimkumbushe Brian kuwa anajua victim yule suspect anafungwa kwa muda gani akiwa anafanywa uchunguzi. Hakunaga kitu kinaitwa miaka 2 brother. Yaani kama amekaa sana ni just 6 months mtu anaachiwa. Ila mtu kukaa jela miaka 2 hiyo ni kifungo. Alihukumiwa miaka 5. Alafu akakaa miaka 2 kufika katikati ndo akagundua kumbe ana hatia, kama hamna ushahidi wakamwachia. Na hizo kesi ni zaidi ya moja zinaonekana. Je, swali linalouliza, kudanganya mahakama imeletwa na feminism, imesababishwa ni matokeo ya feminism. Je, feminism ni sahihi kuendelea kuwepo au ipunguzwe makali yake? Au kuna sheria pia za wanaume zinabidi ziwekwe zimlinde mwanaume? Mfano, naweza nikamwambia kuwa mwanaume tunaambiwa sasa hivi ahudumie watoto, sio? Mtu umekimbia watoto, familia hauhudumii, si ndio? Ukikamatwa unapigwa faini, unakatwa na mshahara. Hiyo tunaifahamu. Kwa unakatwa mshahara unapitia kwa mahakama, mwanamke anaenda kuchukua kule. Sasa hivi angalia kitu kinachotokea. Wewe mwanaume umeambiwa mwanamke akakudanganya kwa umenipa mimba, kumbe mimba sio yako. Unalea mimba, unahudumia mimba miaka 5. Unamaliza, unagundua mtoto sio wako na mwanamke afanye kitu na unaambiwa uende. Wewe ni mwanaume unaambiwa uende. Ila ulishahudumia ile mimba miaka 5, miaka 10 na unakuja kugundua mtoto sio wako na ulishalipa ada za shule na hamna kitu mwanamke anachoambiwa kurudishia. Hii ni feminism imeleta kitu kama hichi. Ila bado wakina Brian mnakuwa